Si kwamba watu wanataka kusave nation, wamebadili zile namna kuwa fursa. Kwa hiyo wewe ukimwahidi viti vya ubunge, mimi niseme ukweli, mimi najua ahadi ya vyama vya upinzani zilizokuwa zikitolewa, kwa sababu sisi tulivyokuwa NCCR tuliletewa ahadi za kipumbavu, na mimi nilizungumza wazi kwamba kuna biashara ya demokrasia tusikubali, ambayo madalali wa ile biashara walikuwa wanasema mchakato wa katiba mpya utakuja 2028. Na tulivyotoa ile kauli hadharani na kukataa ubabaishaji, wote ni mashahidi, tulivyoshughulikiwa tulisambaratishwa wote, kwa sababu chama chetu hakikuwa na nguvu na tulikuwa tujaweka establishment nzuri. Kwa hiyo tulijikuta kwa nguvu za msajili tumeondolewa, lakini tuliondolewa kwa sababu ya biashara ya demokrasia. Tanzania kwa sasa the only paying business ni demokrasia, na ni rushwa za wazi. Mtu anakuwa mgombea lakini kinyume cha sheria, kinyume cha uwajibikaji. Unashangaa aliyekuwa mgombea urais anateuliwa kupata nafasi, kitu ambacho kinaonyesha moja kwa moja it's a bribe. Sasa tunakuja tunazungumzia. Kwa hiyo changamoto kubwa ni kwamba lazima Watanzania waelewe, na mimi nalizungumza wazi, kama ninakera watu acha tukere. Usipopiga kelele na tukawa pragmatic, tukaanza kuona kwamba kama mtu anatusaliti, kwa nini tusimsaliti? Kwa nini tufikiri we have Moses, tuna Haruni na Musa wa kutupeleka? Hakuna Musa na Haruni kwenye siasa. Kila mtu ni Musa na Haruni wa nchi yake. Watu ambao tunapoona wanahama kwenye mahitaji ya msingi, kwa nini tusiwakatae hadharani? Tunayumbisha maneno. What are we afraid of? Kwa hiyo mimi nilichojaribu kuzungumza kwa uwazi ni kwamba kuna biashara inayoendelea kwenye demokrasia, ahadi, mambo ya ovyo ovyo, na mimi mtu amewahi kunitajia hiyo nikamblast mbele yangu, na kama ananisikia anajua, lakini ni vitu ambavyo ni systematic, na utakuta watu kila mtu anajiandaa. Yani mtu akikwambia uchaguzi, utakuta mtu anataka kufia pale pale. Kwa hiyo hakuna mtu hasa anataka katiba ili kuileta nchi, tunapotaka tume huru, sio kwamba kuwe na fair competition, kuwe na fair winning, tupate viongozi au matakwa ya nchi. Ni mtu anaamini kwamba hii tume huru iniwezeshe mimi niende. Kila mtu anasema iniwezeshe mimi niende. Sasa kama kila mtu anataka kwenda, ina maana hakuna mtu anataka kutengeneza kwa ajili ya mwingine, na akiwepo hakuna mtu anayetaka kutengeneza kwa ajili ya mwingine, now it become rules of convenience. Na tunapokuwa na rule of convenience, hatuwezi kuongoza madai ya katiba ambayo ni complex. Madai ya katiba yetu ni complex, kwa sababu there is no way CCM atakaa pale aseme eti yena njoo mchukue katiba mpya, anatupa pale katiba mpya tunakwenda. Na sio safari rahisi, lakini sio ngumu kama wanavyotumanisha, kwa sababu kazi zote za msingi zimekwisha fanyika. Mtu yoyote anayekwambia hapa hatuwezi kupata katiba mpya ni tapeli, fukuza, usimsikilize. Anayekwambia muda hautoshi ni tapeli, fukuza, usimsikilize. Kazi yote ilikwisha fanyika. Kazi iliyobaki ni kazi ambayo kama ni kuharmonize, ni wataalamu wakikaa siku 60 70 wamemaliza, tunarudi kwenye mchakato. Na Watanzania msiwe wasahaulifu. Walioharibu mchakato wa katiba, licha kwamba tunawalaumu CCM na Kikwete, ni wabunge wote waliokuwa bunge lile. Tuliwaambia nyinyi msiingie kwenye mambo ya kuwa bunge la katiba, mtazidiwa na mtaleta mambo binafsi. Iundwe utaratibu mpya na watu wapya watakaoingia kwenda kupiga kura na kufanya maamuzi kama mkutano wa bunge la katiba. Lakini walikataa, wakaungana, wakawa wengi, wote wakatusaidia laini wananchi. Mwisho wa siku katiba ikaharibika ule mchakato. Lakini sasa tunarudi constructively, tuko pale pale. Na sisi wanachama tunakuwa party die hard. Tatizo kubwa ni kwamba kuna nchi, kwa mfano, niwape mfano. Leo tunaingia kwenye uchaguzi wakati tumeona Tanganyika inanyanyaswa. Tanganyika inanyang'anywa mali zake.
Mali za Tanganyika zinauzwa. Tanganyika haina rais wake. Tanganyika haina bunge lake. Tanganyika haina sheria inayozilinda. Kichwa tunaingia eti tutafanya reform humo. Lini? Kwa miaka yote hatutaikuwa na wabunge wa upinzani huko bungeni? Si walikuwa wanafukuzwa tu siku yote CCM wakitaka, wanarudi huku nje. Akitaka kufungiwa wanamfungia mtu. Uwepo wa upinzani, tuna haraka gani ya kwenda bungeni? Tunarudi tunakwenda kuchukua nini? Hatuoni ya taibu. Hebu angalia sasa, tuna wabunge irrespective ni wa upinzani sio wa upinzani. Wako kule ndani wale 19. Na wenyewe wamepokea nyongeza kubwa ili ya mshahara, hakuna aliyekataa. Nyongeza ya aibu. Leo hii unasikia kuna mama anakufa kwa kukosa 150,000. Tunapiga kelele Iga mtu unawindwa na bunduki, mtu anatafutwa auawe kwa sababu tu ya kutoa maoni. Lakini mtu yuko tayari kusema tuingie kwenye uchaguzi wakati anajua nchi yake iliyopata uhuru inayoitwa Tanganyika inaibiwa, inanyanyaswa. Ule wana bandari zao, wana ardhi yao, wana mawaziri wao, wana rais wao. Wewe una chochote? Cha kwao wanakula wenyewe, lakini cha kwetu wanataka tule wote. Hatuoni ni tatizo, tunataka kuingia bungeni. Tuingie bungeni kwa sababu nini? Kwa sababu ya mishahara na marupurupu, sio kwa sababu ya kuwatetea Watanzania. Kwa sababu hakuna namna kwa sheria zilizopo, legal framework, constitution na discretion zinazoendelea katika nchi hii, eti utatumia bunge kuiwajibisha serikali. It's a lie. Kwa hiyo hakuna hoja, yani mantiki yoyote ya kushiriki uchaguzi haipo. Mimi nilitarajia, na siku zote ninasema, we need leadership. We don't need a position. We need leadership. Kama ingekuwa tunataka ubunge, mimi nilimwambia mtu mmoja, mimi kwenye eneo langu hakuna chama kinaweza kikanishinda. Hakuna chama, hata niende na chama chochote unachokijua. Kama nia ni ubunge, hakuna chama ambacho kinaweza kikanishinda. Ila kuna chama kinaweza kikaninyang'anya ushindi. Inatusaidia nini? Unakwenda kule unajikunya hata kwenye ubunge, unakwenda kuchukua mapocho, unachukua laana, watu wanakufa. Watoto hawana madawati darasani, wakulima kilio, ila mtu kilio, vikokotovi na mega na kutafuna Watanzania wenzetu. Lakini we are too selfish, too greedy. Yani kila mtu anakimbizana na pesa tu. Mimi nataka kusema siku tunapata madaraka wa Tanzania, uhakikishe bunge ni moja ya taasisi ambayo ni very lowly paid. Kwa sababu hata kwa sifa za mbunge za darasa la 7 hata angekuwa analipwa 300,000 inatosha. Na hakuna kazi yoyote ya maana inayofanywa na bunge katika taasisi ambayo haifanyi kazi yoyote nchini bunge. Na mimi nilisema ingewezekana bunge hata lifutwe. Kwa sababu kila anachotaka rais, inachotaka serikali ndicho kinachokuwa. Sasa ili kupunguza gharama ni bora basi baraza la mawaziri likikaa lifanye, litekeleze, bunge lisiwepo, kwa sababu bunge linachofanya kikubwa ni kukata na kushangilia. Haina tuoni serious bunge likileta uwajibikaji. Juzi walikuwa wanajadili ripoti ya CAG. Nipeni hitimisho la maana lilofanyika zaidi ya maigizo na utani. On serious note, lazima tujue na tuwaambie wenzetu hatutaki kwenda kwenye uchaguzi na kauli za kuremba kwamba eti tusipoingia CCM itamuaffect nini. Wewe unaingia kufanya nini kule? Kula hela ya laana. Kwa nini tusikatae? Kwa nini tusiongoze civil disobedience? Tunachotaka sio lazima tulete vurugu, sio lazima tubebe mapanga. Kwa nini tusihamasishe wananchi kwa njia mbalimbali za kusira na kukataa kutoa mchango yetu? Uone wataendaje? Kuna sababu gani ya kungangania kwenda? Ni kwa sababu we are interested on our stomach. We don't care about the future of this land. Ndio maana utakuta kuna machawa chama tawala, kuna machawa na huku kwetu kwenye upinzani. Hakuna mtu yuko tayari kumwambia kiongozi wake hapana, ishi sawa. Hatuna hata mgambo, lakini sisi tunakuwa wabaya kuliko wao walioko madarakani. Siku tukiingia sisi tutakuwaje? Kwani tunaogopana kuambiana ukweli? Tunaogopana kuambiana ukweli, tunatafutana tu maneno. Mtu akizungumza hiki, huyu kazungumza hivi, yani sisi na hawa hatuna tofauti kabisa. Unashindwa nini kuonyesha msimamo?
Sio lazima tuwashinde. Wanaweza wakakataa, wana majeshi, wakafanya kila kitu, lakini onyesha umepinga, kataa ile nafasi, kataa dhuluma, kataa kushiriki uchaguzi wake. Lakini kubwa ni kuhakikisha uchaguzi haufanyiki. Hata wakituzidi, watuzidi, lakini dunia ijue tumekataa. Hili ndio la msingi. Sio kwamba tutakataa tutashinda. Hapana, tunaweza tusishinde kabisa, lakini we will send a message to them, tumekataa. Hii ni biashara kabisa, I tell you, and it was calculated. Rejeni tamko nilitoa mwezi April 2022. Omba jamani, be careful, kuna biashara ya demokrasia. Lakini kwa sababu taifa hili tumezoea labda akizungumza fulani na fulani ndio ukweli. Lakini rudi tulichosema. Rudi nilichowaambia, si ndio hichi kinarudi. Hilo kikubwa ndugu zangu. Mimi nitoe ushauri wangu kwa vyama vya upinzani. Na hii tabia ya kusema hatushirikiani na huyu ni pandikizi, hatushirikiani. Mbona CCM tunakaa naye? Kama unaweza kukaa na shetani, unashindaje kukaa na pepo? Hatukai yetu unaunganisha vyama. No. Uwezo kaunganisha vyama. Kila ukiunganisha vyama maana yake una defeat sheria. Na sheria imetoa mwongozo hata ukitaka kuunganisha vyama kuelekea uchaguzi. Tunachosema unganisha makundi mbalimbali kiajenda. Wapi tumekaa na mataasisi za dini? Wapi tumekaa na taasisi za kitaaluma? Wapi tumekaa na civic? Wapi tumekaa na civil organization? Wapi tumekaa na FPOs, tukakaa chini very constructively. But let's think together. Tunatafuta tu visingizio. Ukizungumza tunasema huyu pandikizi, huyu nani, lakini huyu anamuita mwenzake pandikizi, yeye anaenda kuonana na CCM. Huyu mwingine naye anazunguka huko anaenda kuonana na CCM. Lakini these are the people ambao wako kwenye hivi vyama. Kwa hiyo vyama tuviambie, tukae tujadili agenda. Anayejitenga tumuone. Wananchi wana akili, wanaona, wanatizama. Kwa hiyo mimi ndugu zangu, mimi niseme wazi, tuache kutafuta visingizio vya kuhalalisha tamaa zetu za haraka. Na nimedeclare, mimi nimekuwa mgombea mara 2. Rejea kwenye jimbo langu, nimeshinda. Hata leo hii nikienda nitashinda. Just like unaenda kwa mtu anasema nimekupa binti yangu mchukue muoe, but I'm removing your balls. Sasa if you remove my balls, what will I do with that? Kitu kikubwa ambacho tukiangalie ndugu zangu, sauti ya Watanzania, ndugu zangu wa Tanzania mbalimbali, tuulizane maswali magumu. Tutafute suluhisho la kweli. Let's be honest in ourselves. Sisi wenyewe tunapigana, sisi wenyewe. We are scoring on our own goals. Kwa sababu mtu anafikiri labda Mwabukusi anafanya hivi, labda sauti ya Watanzania inafanya hivi, labda hawa wanafanya hivi. That is wrong. Tuelewane tu kwamba nia yetu ni moja, kulikomboa hili taifa. Kwa hiyo kama tunasema tusupport Chadema, tukiona tusupport Chauma, tukiona tuwaambie nyinyi na nyinyi tunaona mnalingana, hebu kaeni hapa, ondoeni tofauti, tukae to forge way forward. Tuanze shinikizo la katiba. Sasa hizi mtu anasema bado siku chache afanye shinikizo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kuangalia. Ndio maana hebu angalia CCM inavyotudharau, angalia marekebisho ya katiba ya sheria waliopeleka bungeni. Yaani walichofanya CCM, wanatumua meno alafu wanatupa bisi utafune. Yale marekebisho ni matusi tu our intelligence. Yaani taifa la watu milioni 60 tunatukanwa. Yaani tusi walilolifanya kwa mabadiliko hayo ya sheria ni kubwa kuliko walilolifanya kwenye iga. Tuko tunacheka tu, tunaona kawaida tu.